Ya ila siku moja tu jioni kaniambia ile kamba iko wapi? Mimi zinyonge. Ngambia achana na haya maneno kabisa, sitaki kusikia. Kweli alikuwa ni mlevi, lakini ilikuwa na sehemu yake. Akasema Patrice amejinyonga. Wapi amejinyonga? Akaniambia hapa nyumbani kwao, hapa kwenye nyumba ya mbuzi. Mimi naitwa Selina Francis. Mimi asubuhi nimeamka. Kuna baba mmoja kwanza alikuja asubuhi. Alikuwa ameongea na wewe kijana aende kazini leo. Sasa ile baba kabisa jojo kasema karibu. Akaniambia kijana nimemkuta. Nikamwambia ngoja nikuangalizie. Kuangalia hamna mtu. Ndio kufungua hapa kwenye nyumba. Mtu kaning'inia kwenye kamba. Ndio nikapiga kelele watu wakaja. Kilichoendelea na maaskari wakaja. Wakamwangalia na kumfungua kwenye kamba. Alikuwa mgonjwa sasa akawa anatumia dozi yake. Anatumia tu kawaida, lakini kulikuwa hapakuwa hata na ugomvi wala na kero yoyote na mtu yoyote atakapojikia. Alikuwa anatumia vidonge vya Brucella na typhoid. Labda tu ana mawazo yake. Sasa mtu kama haja kwamba utajua au huwezi kujua. Lakini mawazo tu utaona mtu saa nyingine amenyamaza kimya. Mpaka saa nyingine unamsemesha ndo anaongea. Ya ila siku moja tu jioni kaniambia ile kamba iko wapi? Mimi zinyonge. Ngambia achana na haya maneno kabisa, sitaki kusikia. Nimemuuliza lakini hajatoa jibu. Hajanijibu, akawa amepita tu kama vile anaongea kama vile mkutano tu. Kwa majina naitwa Emiliana Richard, natokea Mapyagi. Mimi marehemu mara ya mwisho kumuona ni siku ya Jumapili. Nimetoka zangu kwenye dua, nikapitia hapa, nikawakuta wako hapa na mama. Tukasalimiana, akaniambia vipi mtoto anahitajika nini shule kifunguliwa? Nikamwambia kwa vifaa vya shule, labda madaftari, uniform wanaye, tangia ile aliponunua, ndio anafanya mtihani darasa la 4. Ila kwa chakula shuleni tumeambia shule kifunguliwa, inatakiwa mahindi na maharage na hela. Akaniambia basi umuite aje. Nikamwambia sawa, kwa sasa hivi siendi nyumbani, naenda tu hapa kwa jirani narudi kwenye shughuli. Akaniambia sawa. Ndo mara ya mwisho leo asubuhi saa 12 ya asubuhi nimelala. Sina moja wala mbili, simu ikapigwa. Yaani huyo mtu kaninyoshia kabisa. Pati kajinyonga. Nikaja hapa. Nilipofika hapa kule nikakuta Pati kajinyonga. Na kweli Pati nimeachana naye mwaka 2017. 2017 nimeachana naye mpaka leo hii. Bila kusalimiana naye kama kawaida barabarani, tunasalimiana vizuri bila kinyongo. Na hata nikute wapi ananisemesha, ananiambia kuhusu mtoto vipi. Mara nyingine mimi mwenyewe nakuja hapa, akipiga simu kipindi yuko Mdori, ananiambia naomba nenda pale kwa Matatu mpelekee simu. Nakuja hapa nampa Matatu simu, anaongea naye pale. Tunamaliza, ananiambia nimeshamaliza. Sawa. Yaani kwa yule baba ni mzazi mwenzangu, sijui kukosana naye hata mara moja. Nimeishi naye, tukikutana naye barabarani tunasalimiana kama kawaida bila kinyongo chochote. Naombeni tu anisaidie kwa hili janga lilotukuta, kwa sababu hili janga hatujategemea kama tutalikuta. Kwa sababu kweli alikuwa ni mlevi, lakini ilikuwa na sehemu yake. Naombeni tu msaada kutoka kwenu. Mimi kwa jina naitwa Regina Yohana. Mimi ni mkazi wa hapa kwa Mapea. Mimi tukio nimelisikia asubuhi wakati mamake analia. Kutoka nikamwambia Matatu kuna nini, akaniambia angalia hapo jikoni. Ndio kumwangalia amening'inia hapo kwenye kamba. Ningeshauri kwamba kama labda mtoto ana mawazo, tuwakalishe chini watoto wetu tuwashauri kuhusu hiyo tukio lilotokea. Tumetuuma kama wazazi kweli. Majina yangu ni Samuel Leonardo Omari, mwenyekiti wa kitongoji cha Mapea A. Mimi asubuhi ya leo saa 12 nimepata taarifa kwa wanakitongoji, mwenyekiti kuna tukio limetokea hapa. Nikamuuliza tukio gani? Akasema Patrice amejinyonga. Wapi amejinyonga? Akaniambia hapa nyumbani kwao, hapa kwenye nyumba ya mbuzi. Nikatoka kule nyumbani kwangu mpaka nikafika eneo la tukio, nikamkuta yule bwana amejitundika, amejinyonga kweli. Na katika eneo tuliyomkuta, tumemkuta amening'inia, lakini alipanga viti kama viwili. Alipanga viti viwili
hivi vidogo hivi vigoda kwa kupandia, lakini tumekuta vile viti vimeanguka kwenye ile eneo. Lakini baada ya hapo mzazi tulimuuliza, je, huyu bwana huwa labda kuna matatizo yote? Akatuambia hamna matatizo yote. Mimi kwa majina naitwa Juma Rashid Muhammad, ni mwenyekiti wa kijiji cha Mapea. Kufika hapa nilimkuta mwenyekiti wa kitongoji, akaniambia mwenyekiti, angalia huko ndani. Kweli nilifika nikachungulia, nikamkuta bwana Pati amejinyonga kwenye banda la mbuzi. Baada ya hapo tulimuita mama, tukamwambia shida ni nini? Mama akasema ni kweli jana kwenye muda wa saa 7 ya usiku tulikuwa na Pati, alikuwepo huko ndani, lakini alitoka. Alivyokuwa ametoka nje hakurudi. Palivyokucha asubuhi alikuja mwenzake kuja kumtaka waendelee kazini, walikuwa wanakwenda kwenye vibarua vya kawaida vya kuhangaika. Baada ya hapo mama kutoka akasema ngoja nichungulie. Kuingia kwenye banda, mama akasema hapo nilikuta Pati amenyonga. Kwa mwenzake pia ambaye alikuwa amekuja kumfuata, walikuwa waendelee kazini, akawa amesimama pembeni, wakawa wamesimama pembeni. Basi baada hapo ikapigwa wange, wana kitongoji wakafika. Kwa hiyo kiujumla kwamba maelezo mama ndivyo alivyokuwa. Tukamwambia sasa mlikosana na mtu? Ndio akasema hapana, ila Pati kila wakati anasemaga mimi kuna siku tajinyonga. Namwambia ache tabia. Tumeeleza mama yake mzazi.